Okay, leo nataka tuongelee force 4 za aircraft, yaani nguvu 4 ambazo zinajitengeneza kwenye ndege. Haya, kwanza tunatakiwa tuzijue hizo nguvu 4 ndio zipi, na ndo kama zifuatazo. Nguvu ya kwanza inaitwa lift. Hii lift ni nguvu gani? Lift ni nguvu ambayo inajitengeneza kwenye mabawa ya ndege ili ndege iende juu. Manake lift ni nguvu ambayo inaipeleka ndege angani. Nguvu hii inatokana na mtiririko wa hewa juu na chini ya mabawa. Mtiririko huu unakwenda kutengeneza pressure juu na pamoja na chini ya mabawa ya ndege. Alafu utofauti wa pressure hizo mbili ndizo zinafanya ndege iende angani. Na hapo ndipo ambapo tutarecall Bernoulli's principle. Ila kabla tujarecall Bernoulli's principle na hii principle naomba tuiongelee kwenye lecture ijayo. Ila lecture ya leo tutaongelea tu just kwa juu kuhusiana na hizi forces 4. Kwa force ya kwanza inaitwa lift. Lift ni nguvu ambayo inaipeleka ndege iende juu, na nguvu hii inajitengeneza kwenye mabawa. Haya, nguvu ya pili tunaita weight. Weight ni nguvu ambayo inaivuta ndege ije chini. Hii inatokana na dunia. Manake ni nguvu ya dunia inayovuta ndege ije chini. Kwa hiyo mpaka hapo tunapata picha kwamba kuna nguvu mbili mpaka hapo. Kwamba kuna nguvu ya kupeleka ndege iende juu na kuna nguvu ambayo inaishusha ndege ije chini. Hizi nguvu mbili utofauti wake ndio inafanya ndege iende juu. Kwa lift itakapokuwa kubwa kuizidi weight ndipo ndege itaenda juu. Na weight inatokana na nini? Inatokana na uzito wa ndege yenyewe, inatokana na abiria aliopakiwa, mafuta pamoja na mizigo ambayo inakuwa ndani ya ndege. Kwa weight hii inapaswa kuzidiwa na lift ndipo ndege iende angani. Lakini pia vile vile kuna nguvu ya tatu tunaita thrust. Thrust ni nguvu gani? Thrust ni nguvu ambayo inapeleka ndege iende mbele. Na nguvu hii inakuwa inatengenezwa au inatokana na engine za ndege. Kwa engine za ndege ndio zitazalisha nguvu ambayo nguvu hiyo itaipeleka ndege iende mbele. Kwa hiyo thrust inapelekea kasi. Kwanza hapo nitakuwa leo kitu kingine pia kwamba ili ndege itengeneze lift maana lazima iwe na kasi ya kwenda mbele. Ndipo tupate mtiririko wa hewa kwenye mabawa. Kwa hiyo mtiririko huu wa hewa kwenye mabawa ndio unatengeneza lift. Hivyo basi nitakuwa tuelewa kwamba bila thrust hakuna kasi, bila kasi hakuna lift. Ni kama ilivyo. Kwa hiyo hizo ndio force 3 ambazo tumeziongelea hapo. Tumeongelea lift ambayo ni upward force, nguvu ya kupeleka ndege iende angani. Tukaongelea weight ambayo ni nguvu ya dunia kuivuta ndege ije chini. Lakini pia tumeongelea thrust ambayo inazalishwa na engine za ndege kuipeleka ndege iende mbele kwa kasi ili kuzalisha au kupata thrust pia. Lakini tukiongelea nguvu ya mwisho ambayo ni drag. Drag ni nguvu ya hewa na ndege. Yaani ndege ikiwa inakwenda mbele, ile hewa inaikinza ile ndege. Manake ni friction force baina ya fuselage ya ndege au parts za ndege pamoja na hewa. Kwa hiyo ndio force ya 4. Manake force hii mara zote itakuwa inaikinza thrust. Manake itakuwa ni opposing force ya ile thrust. Kwa hiyo thrust siku zote inapaswa kuwa kubwa kuliko drag ili kuifanya ndege iende mbele. Lakini pia vile vile weight ni lift inapaswa kuwa kubwa kuliko weight ili ndege iende angani. Na hizo ndio force 4 ambazo zinatengenezwa na ndege. Okay, usisahau kusubscribe channel hii kwa ajili ya kupata elimu zaidi kuhusu aviation. Asanteni sana, tukutane lecture ijayo.